Wasilisha maoni yako kupitia nambari zetu za simu 0729109092 au kupitia barua pepe almaarufu email pepetatv1@gmail.com. Pepeta TV, tunakupa unachotaka. Na mtazamaji, karibu tena, ikiwa ni siku ya Ijumaa ambapo tunakutana tena kwenye The Morning Blend show yetu ambao unaifahamu mtazamaji wetu. Hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tarehe nayo ni 21 mwezi Agosti mwaka 2026 mtazamaji. Siku zinakwenda, wiki inasonga na pia mwezi inasonga mtazamaji. Jina langu ni Emmanuel Mara. Tayari tuna wageni wetu ambao wamewasili kwenye studio zetu kuongea kuhusiana na masuala ambayo yanahusiana na masuala ya vyuo vikuu na masuala ya uhakiki wa mambo na tertiary education. Na pia hivyo mtazamaji, tutakuwa tunazamia kwanza kabisa kwa newspaper review, tuangazie ni nini kinachoangaziwa kwenye masuala haya ya taarifa zetu kutoka kwa magazeti ama magazetini mtazamaji. Lakini katika gazeti la Taifa Leo wameweza kuangazia masuala ambapo wanasema kwamba Gachagua hapa kutembea Murwa Dikiri hii leo licha ya vitisho kutokea. Hivyo tukinukuu kutoka kwa gazeti la Taifa Leo linasema kwamba kwenye kichwa hicho kinasema Gachagua hapa kutembea Murwa Dikiri licha ya vitisho kutokea wiki hii. Hata hivyo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, nikinukuu mtazamaji, ni kwamba aliapa kutembelea Murwa Dikiri Narok leo Ijumaa licha ya vitisho kutoka kwa viongozi wa eneo hilo. Hata hivyo chama chake cha DCP kimesema bwana Gachagua atatumia ziara hiyo kuwashukuru wakazi waliunga mkono chama hicho katika uchaguzi mdogo wa ubunge uliofanyika hivi majuzi baada ya aliyekuwa mbunge Johana Ngeno kuiaga dunia. Na hata hivyo pia anatarajiwa kuzungumzia masuala ya ardhi na kile anachodai ni kushindwa kwa serikali kulinda haki za wakazi kuhusu ardhi. Hata hivyo ni masuala ambayo gazeti hilo litakuwa likiangazia kwa kina, utakuwa ukijisomea ili uweze kujua hali halisi ni kipi kinachojiri kuhusiana na siasa. Na hata hivyo tukinukuu katika gazeti hilo ni kwamba mapanga 500 na silaha zingine zilisambaziwa wahuni huko Homa Bay, polisi wafichua. Hii ni kisa ambacho kilitokea siku ya Jumapili weekend iliyopita mtazamaji, pale ambapo kufikia sasa polisi wamefichua baada ya utafiti kufanyika kuhusiana na mapanga 500 ambayo yalisambazwa katika mji huo wa Homa Bay baada ya mkutano wa Linda Mwananchi kuweza kufanya nini, kuweza kupatwa na tashwishi zaidi. Ni kwamba kulikuwa na changamoto sihaba kuhusiana na vijana walikuwa wamejihami kwa kuvuruga kambi ya Linda Mwananchi. Hivyo takriban vijana zaidi ya 500 walilipwa kuziba barabara kuwazuia wafuasi wa Linda Mwananchi kuingia katika mji wa Homa Bay ama kaunti ya Homa Bay wakati wa mkutano wa Jumapili iliyopita. Linda Mwananchi tunajisomea kwa kina ili uweze kujua hali halisi kuhusiana na ufichuzi huo wa maafisa wa polisi katika kaunti hiyo. Hata hivyo tukisonga mbele kwenye gazeti hilo la Taifa Leo ni kwamba bunge lapitisha sheria kutatua msongamano shule za kitaifa. Hata hivyo kuna sheria mpya ambayo imetungwa na tayari imetiwa saini pale ambapo bunge limepitisha sheria hiyo, ambapo shule za jamii zilizo katika kundi la C4 huenda zikafaidika ama zikanufaika pakubwa na mpango mpya wa usajili wa wanafunzi wa gredi ya 10 unaopendekezwa kuanza Januari mwaka kesho, ambapo tayari mpango huo unawaanisha kuhusiana na kupunguza msongamano wa wanafunzi katika shule za kitaifa ili shule za zingine ambazo ni za divisheni ziweze kupata nafasi pia kusajili wanafunzi zaidi. Pia tukisonga mbele mtazamaji, utakuwa unajisomea kwenye gazeti hilo la Taifa Leo. Tutakuwa tunaangalia taifa la katika gazeti la Daily Nation kunadi wanaangalia kuhusiana na kile wanachokitaja kwamba Metropolitan Sacco at risk of winding up on fresh inquiry. Na tukiangazia katika gazeti hili utaangazia jinsi ambavyo wanazungumzia kuna Sacco ambayo ni Metropolitan Sacco ambayo huenda imekumbwa na changamoto ambazo
sasa hivi zinazungumziwa kwenye gazeti hilo, na hivyo ukiangazia kwenye gazeti hilo utakuwa ukijisomea kwa kina kuhusiana na kile wanachozungumzia kuhusiana na sako hiyo. Na mtazamaji, ni nafasi kubwa ambayo tunayo kuweza kuwakaribisha wageni wetu ambao wamewasili kuzungumzia masuala mbalimbali. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, nitakuwa naenda pumziko fupi, mwelekezi wangu, alafu nikirejea nitakuwa nawakaribisha wageni wetu japo hapo kwa kiduchu tu. Hizo ni masuala ambayo yameibuka kwenye gazeti la Taifa Leo, The Daily Nation, pamoja na magazeti mengine sawia na hayo, na pia ni taarifa ambayo utakuwa ukijisomea kwa kina ili uweze kung'amua mengi ambayo yanajiri. Kwa hivyo naenda pumziko fupi mtazamaji wangu, nikirejea nitakuwa narejea na wageni wetu kuzungumzia masuala ya siku ya leo ambayo ni siku ya Ijumaa. Usiende mbali. Major Prophet Tom Chacha of King's Prophetic Church invites you to the Sunday service for praise and worship, prayers, and many more interesting and engaging activities. Join us every Sunday from 8 a.m. Mwambie Mungu uliniokoa na wewe ulinisema ukaniokoa kwa shida. Leo nataka nione ukinibariki, nataka nione matunda ya wokovu. The church is located along Manyanja Road, opposite Harambee Sacco in Donholm, Nairobi. For more information, contact us on 0724-431-610 or find us on all our social media platforms at King's Prophetic Church. King's Prophetic Church, a palace of wonders. Mungu wangu nakupenda, Bwana wangu nakupenda. Je, una biashara ama huduma na ungependa kufanyiwa matangazo? Biashara kama vile shule, hardware, mashamba ya kuuza na zingine nyingi. Tangaza biashara yako leo nasi ili upate wateja zaidi na faida kibao. Wasiliana nasi kupitia nambari zetu za simu 0729109092 ama kupitia email pepetatv1@gmail.com. Pepeta TV, tunakupa unachotaka. Je, una malalamishi, mapendekezo ama maoni kuhusiana na vipindi vyetu? Pepeta TV tunakupa nafasi ya kuwasiliana nasi na kuwasilisha maoni yako kupitia nambari zetu za simu 0729109092 au kupitia barua pepe almaarufu email pepetatv1@gmail.com. Pepeta TV, tunakupa unachotaka. Karibu mtazamaji popote pale ulipo. Bila shaka unakutana na Daktari Ngoso, wataalamu wa tiba asilia. Hii dawa itaweza kusaidia wewe ambaye umekosa kazi, umetafuta kazi muda mrefu, umesoma, inaitwa mvuta. Wewe ambaye huna nguvu za kiume, wewe mwanaume ambaye nguvu zako zinapelea, hii dawa itaweza kukusaidia. Njoo upate dawa hii ili uweze kufanya kazi yako vizuri. Vile vile tuko na pete yetu inayozunguka hapo chini, pete ya maajabu. Tuko na kioo. Njoo uangalie kwenye kioo chetu. Njoo uangalie kwenye kioo chetu uweze kuangalia ni akina nani wanakutendea nini. Tunapatikana kwenye namba yetu ya simu 0718 75
6944. Tutafute hata kwenye Facebook, weka Dr. Ngoso utaweza kutupata. Vile vile tuko hata kwenye YouTube, ukiweka Dr. Ngoso utaweza kupata mambo yetu na mambo gani tunayofanya. Tuko kwenye email, inapatikana at info@drngoso.com. Asante sana kwa kunisikiliza, karibuni. Introducing Chamgad Security Company, where protection meets professionalism. Your go-to partner. Our services include guard services, dog patrol, private investigations, intruder alarm security, protocol and security services, event security management, CCTV camera installation, remote controlled gate installation, electric fence and razor wire installation, and close protection services. For reliable security solutions, contact us on 020-800-954 or 0722-437-259 or send us an email on chamgad@yahoo.com. Chamgad, reliable security. SureBid ni jukwaa linalokupa nafasi ya kujishindia chapaa. Pata stock ya biz, voucher, simu, school fees, TV ama pesa ya rent. Weka bid yako, bonyeza *658*1#. Kisha weka kiwango chako kidogo kati ya shilingi 45 na shilingi 50. SureBid, bonyeza ushinde. Welcome once again after short commercial break. Welcome again our viewers from TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, and all those are watching us directly from the TV stations. Thank you so much. Karibuni sana. Wageni wetu tayari wameingia na ni vizuri kuzungumzia masuala yetu. Thank you so much for coming and we are waiting for you so much. Kwanza, we as the TV station, we are waiting for you so that we can listen from you. What is going on? What is happening, and what are we expecting in the tertiary institutions mostly? But first and foremost, let us introduce ourselves to our viewers. Waweze kuwatambua. Let us start from the end, further end there. At least watu wakujue as you face the camera. Kwa majina naitwa Rehema Wangui. I'm a student at ZTech. Yes. And I'm doing psychology. Yes. Karibu sana. Asante. Welcome. Hello, I'm Joy Gadungo. Yes. A plant operator from Kenya Institute of Highway and Building Technology, main campus. And I'm currently in International Youth Fellowship near USIU. Wow, welcome. I'm studying beauty. Wow. Hii yote umeweka pamoja. Plant operator na nakupigia na beauty. Thank you so much. As you can see, to clients wako wanakutazama, so make sure that you mchukue namba mfanyiwe beauty. Thank you so much. Welcome once again. Here we are here to discuss because next month watu wanarudi shule. The youths are coming. Sasa wanajoin sasa tertiary institutions, technical institution, polytechnics, universities, kama ZTech watakuja wengi. So we are here to discuss about the life in our universities, technical institutions pia, and we share a lot what is going on and how we can advise them and what actually they are going to take as a course, and maybe someone anaweza taka kuchukua plant operator and also beauty and same to psychology, so that maybe you can advise why, because someone can ask you the same question that I'm going to ask you about psychology. Why am I going to choose psychology? Why am I going to choose beauty? And same time I'm doing plant operator. How am I going to manage it? So first of all, we would need to start from the end of Rehema. Rehema, tell us about more of psychology in terms of when someone choosing this career, because someone there has applied for that course. Maybe why is it important for someone to take that kind of a course? Psychology. Yes. It's all about talking. We kama uko pale unapenda kuongea. Naam.
kama umechukua hiyo psychology, it's very marketable and a very sociable career. Na bado inakusaidia wewe mwenyewe kujijua na kujijenga. Na kujijenga. Yeah. Na utaweza hadi utakuwa unaangalia hivi mtu anakupea shida yako, unaweza kumsaidia. So it means that if you umechukua hii course, it will help you to navigate on how you solve the problems of another person the same to you. So for those who are watching, still tune in our Facebook page. Watu wa TikTok, you can actually come in and text us and call us. Also kwa mtu ambaye akona SMS line yetu pia iko 0728 712 itakuwa safi tena zaidi kabisa. Welcome Joy. Tell us more of plant operator and beauty. How are you managing it? And why am I going to choose plant operator? Okay, plant operator, Yes. kwa wale wanajua ni tinga. Yes. Ni big machines. Ni big machines. Yes. Na first of all, Yes. tinga si rahisi. Naam. Na acha sasa niingie sekta ya medically. Medically wale watu usumbuliwa na kifua, Naam. that's not a good cause. Watu usumbuliwa na kifua. Yes. Yes, sir. Cause una deal na vumbi. Majority of your work ni vumbi. So plant operator kido. Na kama wewe hupendi uchafu, o plant operator huwezi. Yes. And according to plant operator, inataka mtu akona courage. No. Cause that's a course that majors on men. So unabidi pia wewe kama mwanamke ujieke nguvu ya mwanaume. Kwa hiyo position. Uonyeshe what a man can do, a woman can do it better. Yes. Yes. Thank you so much for that. At least ukitufungua hivyo sasa mtu yuko huko nyumbani anajua this is where I'm going. Na pia watu wanataka kujoin sasa, wanafunzi ambao wametoka from the secondary level wanakuja kujoin university, and maybe you have something to tell them before we go deep to discuss what is going live in tertiary institution. Rehema, tell us more of for those who are coming in to a welcome waje, because most of important issue ni kuwa welcome. Kwanza tuambie this is how things work and this is what we can do for better our life and our skills. Kwa wale wenye mnaingia Yes. hii September intake. Ndio hiyo sasa ZTech. Yeah, wale wenye wanaingia ZTech No. ama other universities. Yes. Welcome to the life of university, Yes. to the life of campus, to the life of the higher education. Me what I can advise you, ukiingia pale university, usifuate mtu, usikuwe na peer pressure. Wenda kule ukiwa unajua unafanya course gani. Yes. Na you focus na penye unafanya hiyo course yenye unataka. Na mtu asikukufishe roho ati ni ngumu. Yes, you chose that career with a purpose. Na itakusaidia. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Rehema. Karibu sana Joy. Kuna mtu angetaka kusikia kutoka kwa Joy, how can you advise someone who is welcoming now, is a new to the institution? Ni mtu tu ako barely, yani ako kabisa hana hiyo ground ya kwa university ama kwa another level of higher education, ndio huyo amekuja. What can you tell her or him? Okay, what I'm going to say is kama umekuja huko na mchezo unfortunately siku rahisi. Kama umekuja kufanya course juu ya mzazi, pia hiyo si rahisi. Cause when choosing a course or in career, unafaa kuangalia what you love. Sure. Not what your parents love. Because you're not doing it for your parents. Sure. So ukitaka kufanya kitu, just live in yourself. Ask yourself, hii ni kitu nataka kufanya, ama nikifanya nitaenda kupea mzazi certificate nimwambie wewe nimefanya course yako na hivyo acha sasa mimi nirudi shule nifanye yangu. So just learn to understand your career. That's good. Just learn to understand your career na isikuwe na peer pressure. Thank you for that, because that is a keynote yenye mtu anaweza taka ku make sure ametunza. Someone is watching us maybe from somewhere, angetaka kujua more of
what we want to discuss here, na pia aweze kukapta kitu inaweza msaidia kwa life in terms akiwa kwa college na university level. Kwa hivyo let us go deep. Umesema hapa kuna kitu point ambao umesema hapo, let me borrow it for this conversation, because umesema kwamba ukikuja kufanya course ya parent wako na pia tena unarudi unafanya tena sasa your own course, unapata hapo ume waste mara mbili. Si ni kweli? Maybe to your end, Rehema, what is your take on this? Because someone amekuja amesema because my parents amepush nifanye hii course ya plant operator, then now I'm going to do my own course as a psychology. What is your take on this? And what can you advise mtu kama huyu? Me what I can say, you know, most of our parents, kama wale wenye wanapenda kukwambia kama utafanya sitalipa. Sure. Sasa you just fanya tu kosi yenye unataka, na hiyo ni waste time. Watu unafanya kosi yenye mzazi amekwambia, alafu ufanye kosi yako wewe mwenyewe. Utakuwa umejichanganya. Don't do a course because of a parent told you, na si passion yako na haijatoka wewe mwenyewe. Na unastahili kueleza. Unajua kuna ule mzazi akielezwa hii course naifanya juu hivi na hivi na hivi ndio napenda, atakusikiza. Ongelesha mzazi kama kazi kosa yenye amekwambia uchukue au itaki, ama au we feel venye sisi huongea how we feel. Wewe tu kalisha mzazi, muelezee, mom, daddy, hivi na hivi na hivi ndo nataka kufanya, na hivyo ndo nataka. Don't do out of kuambiwa. Jo utawezana nayo, hautawezana na hiyo course, utapata ume drop out. Sure. Because there's some incidents yenye nimeona, at least niko na experience on this, because unapata mtu ameendelea, amesoma, ameanza course mzuri tu kabisa. Later on between hata mwaka ijaisha amechange the course. So inakuwa then the process ya kwanza the other course inamtake another year. So I think the statement that you may make make sense for those who are watching us, so that iweze kuwasaidia wakuwe very capable of doing what they can do. Kwako Joy, what is your take on this? Because unapata huyu mzee sasa ako nipata shika huku na nishike huku. Ndio huyu ameacha the same statement, because we have borrowed from a statement whereby you said watu wanafanya hiyo course kwa sababu ya parents. Ndio huyu amefanya course ya parent, amempelekea amegraduate. Sasa ndio hii sasa challenge inakuja. The second course, what is your take on this? At least elaborate more of this. Okay, I'll just give an example. Oh, yes. Of a friend. Alikuwa anataka kuingia media. Yes. But unfortunately akaambiwa media ni ya watu waka class. So yeye alikuwa hakuwa amejiweza. Sure. Na kuna hii slogan watu husema kama huna connection huwezi pursue. So that person alienda kufanya course different na yenye anataka, but unfortunately or fortunately still ili run. Unaweza fanya course umefanyia mzazi, but still even in your later ages unajipata kwa ile course tu alikuwa amekataa. So me what I'm going to say ni tufuate tu, just follow your heart. Yes. Just follow your heart. Thank you so much. As we venture into another conversation on terms of some of the questions that we have outlined here, tunaangazia sasa life ya campus sasa. Ndo hawa tumejoin sasa. This is Rehema, this is Joy, and this is me. Sasa ndo hawa tumeingia the campus. And most of the challenges that people face zinakuanga ni vitu ambavyo mnajua. Because challenge moja tumediscuss is all about changing of the courses, but most importantly as we continue, maybe from your end Rehema, what major challenges wewe ushai face kwa campus ambazo pia unaweza advise msee on how atakuja kuzi overcome pia mostly? Challenges zenye mimi niliface nikiingia campus. First ni kuadjust with the environment. Yes. Najua umetoka pale, ukiamka unapatana na mzazi wako,
ama unapata amekupikia chai, unapata amekuwekelea hapo breakfast, alafu like your environment iko out of the parents. Yes. Sasa nikiingia pale university, I'm all alone. Naamka ni mimi nijipikie hiyo breakfast, nikule peke yangu, na nimezoea kukula na familia. bali tuko wengi. Alafu hadi venye niliingia kule shule, unapata before uingie class yenye unaenda, umechanganikiwa, umezunguka hiyo campus mzima, kama hadi hujajua unaenda class gani. Sure. But uzuri Zetech iko na wanafunzi wazuri, like they are awako kule ati jumini fourth year ama mini first ama mini second year anajisikia. So you could just ask one person, anakueleza room fulani na fulani ama class fulani na fulani iko pale fulani. Hivyo ndio tu, like nilikuwa confused out of unajua, alafu unaenda pale ni pakubwa kuliko pale ulikuwa high school. Sure. Hiyo shule ni kubwa, so unachanganikiwa ukienda pale asubuhi. Leo utamisi uingia class ya psychology, kesho utaingia class ya plant operator. Na the same thing, kesho pia unajipata guy, huyu si mwalimu wa jana, kumbe niko kwa teaching, kwa education. Hadi ukinini vitu kama cuts, yes, unapata haujafanya. Juu kuna zingine ziko online na zingine ziko physical. So unapata ile kati ulikuwa umewekewa, tuseme mliambiwa ni saa 7, unapata time iliisha haukujua. So unakuwa confused and 100. Lakini ukienda pale ukiwa na ile mentality ya niko peke yangu. Usiende pale ukisema ati tuko wengi, niko peke yangu juu. Ukimiss cut ni wewe. Ukimiss exam ni wewe. Ukimiss assignment ni wewe. Ndio huyo sasa, ndio huyo yule jamaa anakuja. Thank you so much James Kariuki anauliza kwamba uliza swali hili kwamba let us answer the same question, alafu tukuje tuongelee hii maswali. What is your take on that challenges ambao wewe ushaface? As long as unaona Rehema aliface ko mambo na kazi na mpita na also classes. What is your challenge yenye umepitia? At least someone who is watching us akijoin anaelewa what to be done. Excess freedom. Excess freedom. Yes. Excess freedom. Unajua hapo hauna mzazi. Sure. Ati atakwambia no usiende mahali fulani. So let me talk about my experience. Yes. When I joined Kibit, nilikuwa nakaa mtoto wa tajiri. Nililetwa na gari, yani nililetwa kifahari. So when people are engaging with me, wana engage na mimi kama mtoto wa tajiri fulani. So unatengwa. Unajipata unatengwa juu you are not fitting their class. And your freedom, kama mzazi anakuambia uingiange kwa nyumba 6. Sure. Unajipata hata saa 5 usiku uko nje ya gate. And like there is nobody asking you why are you not join, mbona hujaingia? Then good thing about Kuka University, still your freedom, kuna wenye ukitumia vibaya you won't finish your campus. Either getting sick, either relationship ikuwe, or turn yourself to drug dealers. Yes. Kwanza that's a major issue huko campus. Cause unapata kuna watu wanapeana drugs juu, you know, in school institutions, acha tuseme higher school institutions, kuna watu they are drug abusers. So hapo unajipata umeingia kwa kikundi hiyo kama ujui. So hiyo ina freedom, unajipata umeingia kitu na huku unataka. Sure. Yeah. At least someone is coming up with the ideas. Kumbe vitu ni hivyo ndo zinakwendaga huko. Someone new from form 4 sasa ndo amegraduate, amemaliza sasa result anangoja September, anasema hapa ni kunoma. Thank you so much for that. To respond kwa question ambao pia Kariuki alikuwa ameuliza hapa, is all about now the relationship, about the campus, how is affecting education. Sababu unapata sasa the same thing that you umeguzia pia.
and drug abuse also is one of the questions that we are going to tackle about it. Rehema, to your end, maybe what is your take on this relationship ambayo maybe inaweza affect your career in tertiary institutions mostly? Vitu kama relationships. Maybe we say relationship ambayo ni love relationship, boy to girl relationship. Maybe inaweza sema relationship hatujaweza kuspecify. Love relationship. Yes. Pale university ni nyingi. Ni nyingi. Like 99% of the people. Is it real? Yes, it's real. Iko. Unapata mostly first years. Unapata watu wale wenye wako juu yako unakujiba. Like mnakaa ni kama mko in a relationship. Na huwa inachanganya watu. Inachanganyanga watu juu. Kama wewe si ule mtu unaweza manage relationship na bado masomo. Utachanganikiwa. Relationship iko. Love relationship iko. Na sometimes inachanganya watu wengi. But you end wewe umeona hii relationship imeaffect aje masomo yako ama masomo ya mtu ambaye labda umekuja kukama cross na yeye ama the students that we are living with them, na mpaka sasa hivi uko na testimony gani kuhusiana na this challenges about relationship? Love relationship yenye nishaiona or I have a testimony venye umesema. It's a friend tunasoma naye pale Zitech. Most of the time yeye anakuanga absent minded. Juu unapata after ametoka class anakujiwa na the boyfriend. The boyfriend. Anakujiwa wanaenda sherehe ama unaona ameenda anamfulia. After kumfulia kumfanyia kazi zake za nyumba wanaenda sherehe. So ile hangover sasa si umelewa like sherehe sasa ndo sherehe tu sherehe mpaka kulewa iko. Na plus sasa unaona uko na sherehe na mtu wako so inakuwa more joyful. So like kesho yake ako na class. So unapata amemiss ananipigia na niambia Rema si utaniambia mmesoma nini leo juu wewe hadi sijisikii. Na mzazi amelipa school fees so like hadi una like juu sasa unaona tu ni sawa ndakwambia. So unapata most of the classes ana miss. Na huenda labda hata baadaye akakosa kumaliza course. Hadi unajua pale university kuna attendance. Yeah, sure. Unachukuliwa attendance. Na maybe going with the university kuna ile percentage ya attendance unastahili kumefikisha. Failure to that hautafanya hiyo exam. Na ujue pale campus every exam, every cut, every assignment inakuwa included. Inakuwa included pale ukimaliza semester. Yeah, sure. So like unapata wewe hujafikisha ile attendance juu umeshinda na the so called boyfriend or the so called girlfriend. Utafanya ile exam ya mwisho juu umemiss classes nyingi pale shule. So utafanya exam. Yes, utafanya cuts, utafanya assignments, but utafanya exam ya mwisho juu ya the so called relationship. Wow, this is the reality of the tertiary life. Karibu sana Joy, and tell us more about the challenges ambazo zimeaffect hususan kutoka kwa relationship ambao ni girlfriend to boyfriend mostly kwa courses ambazo tunachukua when we are in the institution, colleges and universities. To relationships. Si rahisi. Kinaturamba huko nje. Unapata mtu anasema anakupenda. Sure. Lakini ile siku utapata mimba. Unajua kupata mimba your course inasimama. Una pause kidogo. Na ukipause kidogo si mwezi. Not a month. Una pause mwaka. Juu the whole pregnancy journey it's a 9 month before nyonyesha mtoto miezi 6 and so thing. So relationship are costing people out here. Na unaweza pata you not saying no, it's costing you. Juu kuna relationship unaangalia hivi unaona
Hii hakuna mali tunaenda. Aya. Haiendi, haiwezi. Because the only thing what I'm support Rema, because watu wako campus majority ni life riskers. Life risker. Yes. They risk their life in whatever way. Then wamekuja hapo wao tu ni furaha. Kujibamba. So unapata mtu amejoin kampo, umejoin a good motive. Tuseme acha nijipe example. Umejoin kama plant operator. Yes. Unaingia siku ya kwanza, hiyo ni tuseme wiki ya kwanza ni kusoma rada. Already umeshaanza kukatiwa hapa na pale, umeshaanza kujua test yako ni gani. Lugha ndio hiyo. Lugha. Unakaa kidogo unapata hata ukatiwi tu na your fellow students. No. Unakatiwa pia na lecturers. Wow. So unapata lecturer, unakaa hivi class, ukikumbuka kenye lecturer amekufanyia, hata topic huwezi kumbuka anafunza nini. Because your mind will be like, we sasa anafanya. So you will never hautaikuwa na concentration. Sure. Yes. So ina affect zaidi. This is what we are discussing here. Our viewers watu ambao wanatazama TikTok. Brilliant answers from our ladies here in the house. Karibu sana. Sababu kuna Masi Mwende all the way from Machakos anauliza how am I going to overcome this all about relationship? Since ambayo iko lazima ukatiwe, lazima ufanywe hivi, lazima ujibambe, uende sherehe. So how am I going to overcome this? As for me, good things take time. Good things take time. Yes. Remember, huyu Masi Mwende ako in this institution, anajaribu good things take time, lakini bado hiyo environment haimpe hiyo good things take time. Na hiyo good things ndio hiyo relationship. Sasa kuna good things isipokuwa relationship. Then give out. Your studies. Health. Ukiwa mgonjwa, you can't learn. Sure. Huwezi soma. So health na education. Ukisoma tunaambiwangwa in this generation men, acha tuseme Gen Z. Men they want learned women. Mtu atamprovide. Pia naye atajituma. Anasemaga kuleta sukari, kuleta chumvi. Ikuwe 50-50 thing. So unaona kama huna education ni ngori wezi manage in any way. Sure. So yes. So kwa Rehema, Mwende tumsaidiaje ku overcome this challenge? He's going to join the campus next month. Okay. Me what naweza sema ni learn to say no. Si kila mwanaume akuja kwambie Masi nimekukatia na kutaka. Usikuwe ati hapana sitaki, mwambie hapana sikutaki. Kama ako serious, atakuongojea dile temenye utamaliza. Plus kumbuka watu huku nje ni wagonjwa. Siku hizi as Joy anasema ugonjwa venye anasema kuwa sick anamaanisha vitu kama HIV, unaweza pata STIs. Sure. No, kitu kama HIV kitambo tulikuwa tunasema ati mtu fulani amekonda sana huyo ako na HIV. Sasa hizi unapata hadi mtu kama mimi venye niko na hiyo HIV, lakini huwezi sema according to my appearance. Ndio. Sure. Watu huku nje ni wagonjwa. So me what I can tell Masi, learn to say no. Si kila mtu akuja kuambia akukatie. Hadi unaona hadi venye hawa ma lecturers the way Joy anasema watakukatia, ni ukweli watakukatia. And they will tell you, ingia box na ukifanya exam utakuwa unapata utakuwa unapata kila kitu. Ujue most kama ZTech hizo zinitangwa sexually transmitted marks. Juu umeipata through hiyo umejiuza ili upate marks. Wow. So they won't, ile time utajulikana utakuwa utasuspendiwa shule. So learn to say no. Sema tu hapana sikutaki.
Kenya afanye, wadi unamwambia afanya Kenya unafanyanga ukiwa umekasirika. Mwambie hapana, sikutaki. Siko ready. Siko ready, usifanye na peer pressure. Mwambie sikutaki. I'm focusing. I'm focusing. Kuna pali naenda. That's good. Masi Mwenda amepata hiyo. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wameuliza the same question kina James pia. Thank you so much for following. Na pia kuna watu ambao walikuwa wakifuatilia Phoebe na wengine wengi ambao walikuwa wamefuatilia zaidi. Lakini kuna a major question here about on career choice. Anaitwa Phoebe ameuliza hapo in terms of career choice. Ndio anataka achague courses, lakini unapata kwamba anataka ajue what is the ongoing courses ambazo labda anataka on marketing jobs, marketing courses. Unajua what kind of an advice can we give such a kind of a question whereby Phoebe anasema how am I going to choose a marketing job in a marketing course job ambayo itaniletea job baadaye, kwa sababu kuna mtu anapush hii anaambiwa this is a job that itakupea, this is a course yenye itakupea job mapema. So mtu anaadvise hivi alafu inakuwa the opposite. Unaipata Joy? So what advice can we give such a kind of a question from Phoebe? Labda kwako Joy, ndo kwa ground vitu ni different. Kwa ground? I don't see that there is a marketable course. Ndo hiyo sasa nauliza. It all depends with your mindset. Sure. Because let me just give an example of myself. Nikifanya plant operator course, mimi tuseme nilikuwa na connection. Connection already. Yes. Well prepared. Hata nilikuwa na kiburi nikisema nikimaliza hii nikitoka shule naenda Nyeri nafanya na kampuni ya barabara. We ndo huyu sasa the reality. Nimetoka, unapigia huyo mtu alikuambia connection. Anakuambia unfortunately kule mahali nilikuwa nataka kukupeleka kulifungwa. And you like kama ulifanya hiyo course out of kufanya na believe ya nikifanya itakuwa unavunjika moyo. Sure. Sasa mimi nilivunjika vibaya sana juu nilikuwa na kiburi. Hadi nikiongelesha nikiongelesha watu huku nje juu nilikuwa naonekana mtoto atajiri fulani. Kwa mimi ninasumbukana na attachments. Hello, mimi nishapata. Ndio huyu sasa umemaliza semester. Umemaliza course yako vizuri. Unataka kuingia attachment. Unapigia mtu, nakwambia kulifungwa. Wewe hauna idea. Sasa hata hujeka chini ukafikiria hizi tinga isipokuwa kwa barabara peke yake ni wapi kwingine ziko. Hujai out of the box. Unafikiria tu wako kasakol kako nitaenda kusaidiwa na nko kali kwa nafanya nani hivyo ndivyo utafikiria. Lakini if you do something out of passion, you know people love to see Kenya unafanya ni nini. Are you doing it out of love, out of passion? Ukifanya kitu, acha tupeane example na kupika. Tukiweka the same ingredients hapa, tukiwa sisi hivi watatu, chakula itatoka the same. Yangu inaweza kuwa best, yeah, true. Haitatoka the same. Kuna mtu ataweka chumvi yake mingi. Kuna mtu akatai kuweka nyanya. Kuna mtu via. Umeget? So, determine to know the art of your work. Sure. The art of your work, yes. Thank you so much. At least umeelaborate vizuri. I think someone is watching mwenye anataka kujua in tertiary institution anapata, kuna content anapata hapo kwa sababu Phoebe ameuliza swali kama hili ndo anafaa kusaidika because sasa nao akona ile pressure ya marketing course, job marketing course yenye anaweza chagua impe job instantly amemaliza ama amegraduate anapata shughuli. Kwa Rehema, what is your take on this? Unaweza advice nini Phoebe ambaye zama? I'll second Joy. Siku hizi hakuna kitu kama a marketable course kuliko course ingine. Yes. Huko nje it's all about you. Umeisoma, uko na courage, unaona? Venye umeichukulia, si venye mimi nimeichukulia, unaona?
we tu ina depend tu na wewe. Hakuna ile ati nimefanya nursing na Joy amefanya psychology. Mimi nimefanya psychology, Joy amefanya nursing. Ati atapata kazi mbele yangu. It all depends with me. Unaona? Nikijituma, huko nje ni all about kujituma. Ujitume unaenda una search for more places za kufanya hiyo kazi na uifanye ukiwa wewe. Usifanye tukiwa wengi. Kitu kama hiyo sasa. Uweze kujua hii ni yako, ni wewe na wewe ndio unaenda kuifanya. Thank you so much Jeremy Ochando, thank you so much for following. Anasema kwamba uliza our ladies there, we are now going to join the university next semester, next month. Then umesema kwamba hiyo course ya tumekuwa tukiongelea mambo na course job course ambao ni marketable. Then Jeremy anauliza hapa now, what course, another course ambao mtu anaweza chukua instead ya yenye ambayo amechagua, in that reality ambao unataka kumunderstand. Jeremy ambaye anaongea what kind of another course of opportunity ambao anaweza chagua instead. Tumesema kwamba tusichukue mbili hizo za kusema umeanza course unaacha unachukua nyingine. What is the main thing ambao labda angefaa kufanya ili avoid kuacha course na achukue course nyingine, because ameambiwa soma secretariat. Ukimaliza secretary hata kabla umalize you feel like hapana, wacha niende nyingine ya teaching. And things happens actually. Hata pia sisi huko kwetu pia ina happen hivyo. It had happened, we have an evidence on that. So maybe what is your take on Jeremy Ochando is asking about that question of what another way am I going to choose if in case hii nileme kama course. Haiwezi kulemea. Sababu wamekuwa na hiyo mentality and actually it is real. Hii mentality iko and we have to accept this mentality. Ambao msee ako nayo anasema ikinilemeaje? Iko ndani yake but hataki kusema. So what about ikinilemeaje ndadu? So solution kwa hii issue ni gani? Mimi ukiingia pale university, first evaluate yourself. Evaluate yourself. Useme mimi nataka kufanya psychology. Lakini roho inaniambia nifanye teaching. Unajevaluate, unaona mimi nikiweza angushwa pale hadi tusiende high school, nikiweza angushwa primary kwa tule tutoto tudogo, naweza manage. Nitakuwa naweza kwa manage. Usifanye na zile ati nitakuwa naambia mtu, ama unajipeleka secondary, jipeleke kule pale remote, pale unajua hii weakness yangu iko hapa. Unaanza na kama nikipelekwa kule ECD, nitaweza kumanage watoto. Kutakuwa na cases mtoto alipotea, mtoto alikunywa maji chafu, kama utaweza kumanage watoto, unaketi. Unaona siwezi. Mimi hadi watoto hadi siwezi si kitu yangu. Unarudi unafikiria ama nifanye law. Alafu unaketi hivi kidogo unajiambia nikiweza kalishwa hapa nifanye kesi. Watu wameketi pale na bwani nimepewa kesi fulani. Will I judge it perfectly ama nitajudge out of sababu ya kupendelewa pesa ama kupendelewa? Yes. Unaona hiyo siwezi. Unajiambia ama nifanye psychology, napenda kuongea. Napenda kuongea, naweza kalisha pale watu, niwaambie stop drugs, niwaongeleshe wanisikize. Unaona? Unajiambia nitachukua psychology. Yes. Ukijievaluate hivyo, hakuna temenye utaifanya kosa utaki. Hadi utakuwa unasema hadi utakuwa unasikia watu wanasema unajua umefanya psychology na it's not marketable, naambia it will be. Itakuwa hiyo marketable juu nitajituma. Sure. Kwanza ujievaluate, usifanye out of influence ama juu ati watu wengi wanafanyanga law ama juu watu wengi wanafanyanga psychology. You just evaluate yourself before entering university. Thank you so much kabisa. There's another question, lakini kwanza acha Joy ajibu hiyo swali. How are you going to help this kind of man ambaye Jeremy Ochando is asking on how now ataenda kumanuva hii course imemlemea in deeply. Anajua hii course imemlemea akiwa kwa institution. Sasa anataka kujua anata change course. Am I going to do, what am I going to do? First thing, before nimjibu, acha nimuulize swali. Hiyo course alifanya ama anataka kufanya, anafanya out of yeye kutaka ama watu kutaka? Assume yeye alitaka lakini ikamlemea. Ikamlemea. So to me he was not determined. Hakujievaluate. Hakujievaluate.
na haku take time kujielewa Sure. ni nini anataka. So anaweza wacha course, yes, but still hata hiyo ingine ataendea still atakaa before a decide on what to do. Sure. Juu wezi niambia utafanya course ya kwanza uingie kwa course ya pili na you expect everything will be okay. So you just have to kujielewa kwanza. Sure. And there is a question here kutoka kwa Hilary Kamau. Alikuwa anauliza when I finished form 4, later on I started teaching kwa primary schools. Later on I thought to be a teacher. Kuingia kwa university I changed a course. Now I'm working on nursing. So hii ni Hilary Kamau anauliza kwamba alianza kufunza, yeye alijua akianza kufundisha kwa primary, amemaliza form 4, unajua ile ya kusaidia, then anaweza kuwa mwalimu. Later on kufika kwa university akaona mambo ni si venye alifikiria, akachange a course of nursing. Na nursing ndio ilimchukua. Out of that unapata kwamba marks zako ama grade yako imekuweka in teaching. Lakini ukifika huko nursing inakukubali kwa marks yako. Teaching inakufukuza kwa points zako. I think that is a question whereby Hilary wanted to share with us. What is your take on this? It's kind of challenging because tuseme hata hiyo teaching angekubalika, tuseme the two angekubalika zote mbili, yeye ni mahali anasikia kona mwito, cha nitumie hiyo term, anasikia kona mwito juu wezi niambia nimewekewa, acha nipeane na example yangu, nimewekewa hiyo psychology na nimewekewa nursing. Mimi kama Joy naogopa damu. So unaona nursing kidogo nimekataa. So I rather heri tu ni hapa mali niko. So aji the key term ni kujievaluate. Juu hata anaweza fanya hiyo nursing, anaweza fanya hiyo teaching. Na ikuwe hapo nipo anafaa kuwa. Na anaweza pia fanya the other course na ikuwe amefanya ile out of juu hii ingine haitaki. Sure. So as we finish, because naona director ananiambia we wind up, maybe as we finished, watu wametuma hapa some of the messages and we have spoken a lot and tumeongea mingi zaidi and we have answered a lot of questions because they are repeated. So maybe kwako Rehema, as we wind up, what is your take on this? What are we going to advise for those our young brothers and sisters who are joining the universities and tertiary institution? What are you going to advise them as we finalize? And actually, kama uko na kitu ya kuambia, it is a high time to tell them. At least take 30 seconds to tell them. Uko hapo. Unataka hadi si tunataka unaingia university. What I can tell you, ukiingia pale university kwa wewe, the course that you've chosen, it's the right one. Juu uwezi fanya course, uwezi saizi pale tumefika, uwezi kwa ati umeenda kufanya course haujui ama hauipendi. Yeah, sure. So it's high time saizi ile course yenye umeitwa ama ile course yenye imeitwaje, ile course yenye umechagua. Wewe kama a student mwenye unaingia, usiende pale ukiwa blank. Endo ujue psychology, nitafunzwa kitu fulani na fulani, nitakuwa nitakuwa field fulani ya hiyo course yenye unataka. Sure. So usiende pale ukiwa blank. Okay. Enda pale ukijua psychology what it entails, nursing what it entails. Na ni lecture ninaweza taka kuambia university students mwenye mnaingia first year. Be yourself, learn to say no, na be yourself. Okay. Be yourself. Thank you so much. Kwako Joy, at least 10 seconds as we finalize. Nasikia director anasema time is up. Protect your peace. What gives you peace, just protect it.
So hiyo ndio nitaacha nayo, just protect your peace. And learn, uko kufunzwa. You learn, you cannot learn by yourself, but unaweza learn na kenye mwenzako anapitia. So just try to protect your peace and learn by others. Thank you so much. Thank you so much for coming. Asante sana Rehema, asante sana Joy for coming in this conversation ya leo ambayo ni ya the reality ya kwa tertiary life institution ambazo wanakuja. For those who are watching us, thank you so much. For those who are following us na pia ambao wametuma your comments and also your questions, please kama hatujajibu question yako utaweza acha hapa ndo tutafute nafasi ya kuzungumzia. Pia tujaguzia drug abuse ambao pia ni best impact on this matter, but at least one day at least we will jaribu tukuje siku moja to cover all over after wameingia, then tukuje tuwaelezee what is entailing on drug abuse and how to avoid drug abuse. Thank you so much for coming. Thank you so much guys ambao wote wametutazama Facebook, YouTube, also TikTok na Instagram. Nashukuru zaidi. Jina langu ni Emmanuel Mara. Hapo ndipo natia kikomo kwa sasa. Tupatane mida mingine wakati kama huu.